Bwana Yesu apewe sifa. Now today is day 2. We want to talk about humility. Bwana Yesu apewe sifa. Humility, 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 humility. What is humility? Sasa nataka kudefine humility in a very simple way ambayo utaelewa. Humility is freedom from pride and arrogance. Humility is freedom from pride and arrogance. Humility is freedom from pride and arrogance. And what is pride? What is pride? Pride is a human secondary emotion characterized by a sense of satisfaction with one's identity, performance, or accomplishments. Ni ile tabia ya kujiinua kulingana na umaarifu wako, kulingana na yale mambo umetenda, na kulingana na vitu ambavyo unafanya. That is kitu tunaita nini? Pride. Pride inakuja wakati umejiinua sana kulingana na jina ama position yako kwa society, ama yale mambo umefanya. Labda umejenga manyumba mazuri, labda uko na vitu vizuri, sasa unaona wanadamu wengine hawafai. Hiyo ni pride. Unaanza kujiweka katika level ingine ama kiwango kingine ambayo sio mzuri. Bwana Yesu apewe sifa. And arrogance, ninajaribu kudefine hizi vitu ndio nikianza kuhubiri tutajua tunaelekea wapi. And arrogance is an attitude of superiority. Arrogance is an attitude of superiority manifested in an overbearing manner and behaving as if you are important more than others. Hallelujah. Ni ile kiwango ambao unajivuna zaidi mpaka ukiambiwa jambo usikii, unaona hiyo kitu ni kinanania ndio wanaweza fanya, mimi siwezi fanya kitu kama hiyo. Labda mchungaji amekuja kanisani na akaanza kukuambia kwamba dada tafadhali usikimbie, angalie kama vio ziko sawa. I think hiyo ndio Kiswahili sanifu, vio choo ziko sawa, ukaoshe, maana tunaona anayeziosha leo yuko kanisani. Na unaanza kujigamba, unavaa roho ya arrogance, unasema kwamba mimi siwezi fanya kazi kama hiyo, kwani sina choo kwangu, siwezi osha choo ya kanisa, inaka public toilet. We have people like that in the church, and they need to change, they need to be transformed, they need to come down ili Yesu akainuke. Hallelujah. Nilisema leo leo haya. Amen. The word humility appears 80 times katika Biblia. Neno unyenyekevu, humility ni unyenyekevu, si ndio? Inaapia 80 times katika Biblia. Na ndio maana James chapter 4 verse 6 tuwekewe kwa screen. James chapter 4 verse 6. James chapter 4 verse 6. But he gives more grace. Angalia Biblia amu angalia screen. But he gives more grace. Therefore he says, God resists the proud, but he gives grace to the humble. He resists the proud and he gives grace to the humble. Ya kwamba Mungu anapinga. Eri upingwe na shetani ndugu yangu, maana reverend atakuja kemee shetani aondoke uwe sawa. Lakini Mungu akikupinga utakimbia kwa nani? Who will you run to if God resists you? Bwana Yesu apewe sifa. If you are not humble, a believer who is not humble will be resisted by God. If the door of grace is locked upon your life,
It means that whatever you do as a believer in this life, you will lack favor, because grace is God's unmerited favor. Kiburi kikujaa, Mungu ataondoa neema yake juu yako, kwa sababu grace ambayo ni neema, Mungu anaipeana bila kipimo. Anaipeana bila kipimo. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa kiburi ikikujaa, hata zile vitu vidogo vidogo ambayo haupaswi kung'ang'ana kupata, unang'ang'ana. Hata watu wa mataifa wanazipata kwa urahisi, lakini wewe utakuwa unang'ang'ana. Kwa sababu gani? Umejaa kiburi ndani yako. Mungu akikuona, anaona ni kama hii ni roho ya uchawi inatawala maisha yako. So your doors are always locked. Bwana Yesu apewe sifa. You will struggle to achieve things. You will be operating under closed heaven. Mpendwa, usije ukatembea chini ya bingu ambayo imefungwa kwa sababu ya kiburi. Bwana Yesu apewe sifa. Kiburi sifanye Mungu afunge bingu yako. Hata maombi yako saa hizo ni kelele mbele za Mungu. Mtu mwenye kiburi akiomba, maombi yake sijui inapiga mabati inarudi chini, ama labda haifiki kwa mabati. Kwa sababu gani? Mungu amefunga bingu, hauna upenyo, because of pride. Hallelujah. So let us read second scripture as we continue. 1 Peter chapter 5 verses 5 to 7. 1 Peter chapter 5 verses 5 to 7. Likewise, look at this. Likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you, be submissive to one another and be clothed with humility. For God, Peter anarudia King James alisema, for God resists the proud, but he gives grace to the humble. Bwana Yesu apewe sifa. Receive grace this week in the mighty name of Jesus. Ya kwamba mnyenyekee chini ya watu ambao ni wakubwa wenyu. Kuna watu kanisani kiburi liwajaa, wako na madigrii, wanaona ni kama kanisa ina run kwa sababu ya uwezo wao. Wanaona kanisa ina run kwa sababu ya fedha zao. Wanaona kanisa ina run kwa sababu ya umaarufu wao kanisani. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni roho ya kiburi. Nyenyekea. Bwana Yesu apewe sifa. All of you be submissive to one another. Uyo dada, wewe kijana, wewe mzee wa kanisa, be submissive to one another. Nani amewaiona kanisa yenye hakuna unyenyekevu mpaka ikifika siku ya kuelect elders? Inakuwa ni vita, inakuwa ni masengenyo kanisani, inakuwa ni kuvurutana. Inakuwa huyu mzee ako na hii kikundi, huyu mama ako na kikundi hile, huyu msichana ako na ile kikundi. Kanisa inakaa ni kama kampeni ya 2027. Bwana Yesu apewe sifa. The church must operate under humility. People must be submissive to one another. Ndiyo Yesu apate kuonekana ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi watu wameacha kutafuta Mungu. Arrogance imeingia ndani ya watu mpaka wananyemelea manabii wa uongo. Wacha niwaambie, hawa manabii unaona wanafanyanga watu hivi, watu wanaanguka. Ndani ya socks wamevaa irizi. Hiyo irizi ndiyo inaangushanga watu.
Wengine wakifanya mkono hivi watu wanaanguka, hapa ndani ya shati wamefunga irizi. Watu wanadhani ni nguvu za Mungu, ndio maana they are full of pride. Wakitembea unasikia prophesy. Pride has taken hold of the church. Bwana Yesu apewe sifa. It is no longer about Jesus. It is all about my car. It is all about my estate. It is all about my family. It is all about my money in the bank. It is all about the clothes that I put on. It is all about how I make my hair. Unataka tu uonekane. Roho ya kiburi imefanya Mungu akafunga mlango ya neema. Yesu hawezi akaongezeka. Hawezi akaongezeka. It cannot increase. Bwana Yesu apewe sifa. Hawezi aka increase. Now Peter anasema God resists the proud and he gives grace to the humble. Next verse, hebu teremka chini. Therefore, skiza, humble yourselves under the mighty hand of God, and he may exalt you in due time. In due time. Kiswahili nasema kwa wakati wake. Bwana Yesu apewe sifa. One day is like 1,000 years before God, and 1,000 years is like one day before God. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukaharakisha Mungu. Nilisema jana, anakuja wakati unaofaa. Anakuja wakati ambapo unataka kukata tamaa. Hiyo ndio wakati Mungu anaonekana. Umetafuta Mungu kwa unyenyekevu miaka mingi. Umekaa ukifanya kazi yake bila kucomplain, bila kunungunika. Mungu anakuwekea register. Every asubuhi umekuja morning glory, malaika anaweka register. Nilimuona pale. Ikifika lunch hour ukiwa na time, pali huko unatafuta uso wa Bwana, unawekewa tick. Pali huko every day uko kwa church. Pastor akaitisha kesha, uko pale. Pastor akiitisha ushirika, uko pale. Watu wakifanya miradi kanisani, uko pale. You don't complain. You are always attentive and humble to the voice of God and the voice of the pastor. I tell you, keep on serving the Lord. And in the due time, God will come. Bwana Yesu apewe sifa. Atakuja mama, mtu asikudanganye. Mtu asikudanganye, atakuja. Aposto, usiku sijalala. Nilikuwa nikiomba. Then Mungu alikuwa ananionyesha, I am not lying, nimesimama kwa altar. Mungu alikuwa ananiletea mama ambayo anavaa specs kwa uso wake, kwa macho. Mama anavaa specs. Na Mungu ananiambia ya kwamba huyo mama, wakati wa Mungu wa kumuonyesha huruma, mercy imewadia. The time for God to show her mercy has come. Sijui kama kuna mama kama huyo hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Nilikuwa ninaletewa picha kwa mama wa hii kanisa, anavaa miwani. Na nilikuwa ninamuona nikiomba. Sauti nilikuwa ninasikia ya kwamba God has come to show that woman mercy. Time for mercy has come. Kuna mama kama huyo hapa? Ako wapi? Oh, come. Oh God. Oh Jesus. Mwaka huu Bwana atakuonyesha huruma na rehema zake. Sijui ni nini unafanya, but God is going to show you mercy. Lift up your hands in the name of Jesus. Father, I declare your mercy and your grace upon your servant in the name of Jesus. Chochote amekuwa kilia kingojea Bwana, akaipokee sasa. Muonyeshe huruma katika jina la Yesu Kristo. Receive grace now in the mighty name of Jesus. Somebody shout amen. I don't know, mimi sikujua ya kwamba kuna mama hapa anavaa miwani. Hata sikumuona nikiingia hapa, I don't know. Sasa ninashangaa. Roho wa Mungu adanganyi. Amen. Be humble, be submissive. In due time, God will exalt you. Hallelujah.
hata kwa wachungaji mwenye mko hapa, serve tu Mungu. Labda mnaweza kuwa 3, 4, 5, na uko pale, pastor mwingine akihubiri unasikia neno inakuchoma ndani, unasikia kuamka, wewe pia nipe mic, unasikia moto wa Bwana inakusukuma. Endelea kungoja. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha tu hiyo moto ichome. A time is coming when the man of God will be releasing you. Atakutume Malindi, akutume pahali kwetu tuko Nairobi, akutume Omabei huko kwetu Ushago. Utaenda na neema, na ukisimama ukianza kuita bingu, mapepo zinaondoka, waganga wanakataliwa, wachawi wanaanguka, wenye dhambi wanakombolewa. Kwa sababu gani? Umekaa chini ya humility, umefunzwa, umenyenyekea, umepokea neno na upako. Unapoenda unaenda na jeshi la Bwana. I prophesy over your life in the mighty name of Jesus. Haijalishi hiyo milima imesimama, I release the grace of God over your life. Somebody shout hallelujah. Be submissive, be humble, just wait. Hallelujah. God will come katika wakati wake unaofaa. Hallelujah. Importance of humility in the life of a believer. Number 1. Andika, ziko 5 tu, alafu tunaomba, tunaenda nyumbani. Kesho tunaendelea na prayer sasa. Importance of humility in the life of a believer, yenye inafanya Mungu ama Yesu anaongezeka katika maisha yake. Umuhimu wa unyenyekevu. Vile Yohana alinyenyekea mpaka kwa mauti. You see, Jesus Christ is our role model. Amen. Aliosha wanafunzi mguu. Bwana sifiwe. Biblia inasema ukisoma Psalms 110, Daudi anaona kwa upeo wa rohoni Mungu akiambia Yesu. Psalms 110 kama inaweza wekwa hapa, anasema the Lord said to my Lord, come and sit at my right hand side till I make your enemies become your footstool. Now ukisoma Philippians chapter 2 kuteremka from verse 4 kwenda chini, Biblia inasema kwamba Yesu Kristo alinyenyekea mpaka kwa mauti. Alikufa kifo hata ya msalaba, na kupitia hiyo Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, akampa jina zaidi ya kila jina, ya kwamba kwa kutajwa kwa jina la Yesu Kristo kila goti linapiga na kila ulimi nakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Kuna unyenyekevu ilionekana ndani ya Yesu Kristo. Alikuwa Mungu 100% na alikuwa mwanadamu 100%. So wakati ameenda katika shamba la Getsemani, anaomba, na kwa nature yake kama Mungu, anaona vile anakuja kupigwa, anaona vile anakuja kupigwa msumari, anaona vile anakuja kutemewa mate, anaona vile anaenda kusulubishwa na kudungwa mkuki. Akasema, pana Baba, wacha hiki kombe inipite, lakini sio kwa mapenzi yangu, ila mapenzi yako yatimie. That was the high level of humility. Ameona mateso. Mwana wa Mungu ameona shida. Wanadamu wenye dhambi wanaenda kumpiga teke. Anaambiwa, ulifufua wafu, uliponya wagonjwa, uliombea viwete wakatembea. Jitoe hapo kwa msalaba sasa, ulikuwa unajiona sana. Lakini mwana wa Mungu alisema, Baba, sio mapenzi yangu, bali mapenzi yako yatimie. Bwana Yesu apewe sifa. He humbled himself to the point of death. Sahi Al-Shabaab ingia hapa na bunduki. Haleluya. Al-Shabaab ingia hapa na bunduki. Ama wacha niachane na Al-Shabaab. Nyoka tu ingie kwa ile mlango ikikuja hivi. Wenye wataanza kusema riswa wako. Wenye wataanza kusema pepo mbaya ondoka kwa jina la Yesu. Kwa sababu gani? Watu ni waoga. Kuna watu wanafiki kanisani, sijasema hii kanisa, ile kanisa huko.
Bwana sifiwe. Watu ni wanafiki, watu wamejaa kiburi. Haleluya. Lakini Yesu ndio role model wetu. Alinyenyekea hadi kwa mauti ili upokee wokovu siku ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Number 1, humility brings wisdom and understanding. Humility brings wisdom and understanding. Humility brings wisdom and understanding. The Bible emphasizes that humility is a path to wisdom. Proverbs 11 verses 12. Proverbs 11 verses 12. Proverbs 11 verses 12. Tusome tuwekewe hapa. He who is devoid of wisdom despises his neighbor, but a man of understanding holds his peace. Amen. Tafsiri zingine inasema kwamba when pride cometh, then cometh shame. Bwana Yesu apewe sifa. But with humility comes wisdom. Ya kwamba unyenyekevu inafanya unapokea nini? Hekima na ufahamu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu kanisani hawana hekima kabisa. Hawana hekima. Ukipata mtu kama huyo, ujue si mnyenyekevu. Ni mtu anatembea katika anga yake. Huko Nairobi tunasema rada yake. Bwana sifiwe. Huyo mtu ako rada yake tu. Na wako kanisani kwanza Nairobi. Haleluya. Ni mtu ana hekima kabisa, anatembea tu, anafanya vitu vile anataka. Kanisani anakuja akijisikia. Kwa sababu ni mtu si mnyenyekevu, ako na pride, ako na arrogance. Anaweza kuja hii Sunday, hiyo Sunday ingine aseme ya kwamba acha leo niangalie TV. Nita streamline injili kwa TV. Bwana Yesu apewe sifa. Na Biblia inasema ya kwamba do not neglect the assembly of brethren. Hallelujah. The Bible says that I beseech you therefore brethren, do not forsake the assembly of brethren. Mtu anaweza kosa kuja church kwa sababu ya kiburi, kwa sababu dada ya dada yake mtoto wake ako na birthday. Ama wanaenda kufanya baby shower. Yani unakataa kukuja kupokea the oracles of God from the man of God kwa sababu unaenda baby shower. Na mkishafika huko, umejua wimbo zinaimbwangwa pale ni wimbo za kina Zuchu. Na wewe umeacha watakatifu wakiinua mikono wakiabudu Bwana, mikono mitakatifu zimeinuliwa, watu wanaabudu Bwana, lakini wewe uko pale unabangaiza na nyimbo za kina Zuchu na Diamond. You have forsaken the assembly of brethren because of pride and arrogance. Umeingia katika umati wa watu ambao wajui Mungu, wanakutrick na soda. Pombe imewekwa nini? Soda imewekwa pombe, Coca-Cola imewekwa kakonyagi, na umeokoka. Ukikuja church next Sunday ndio unalia, unatoa makamazi bure. Baba nisamehe, sitarudi tena. Unakaa mtoto mdogo analilia lollipop. Hey, grow up. Hallelujah. Pokea neema ya unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Ya kwamba when pride cometh, then cometh shame. Shame. Kuna watu pastor amewaambia, tafadhali dada, hiyo njia unaenda ni njia mbaya, wachana na hiyo mambo itakuharibia. Pastor, mimi niko free mode. Mimi niko free mode. Baada ya 3 months ameanza kuvaa sweta refu. Akiona mshirika anaanza kuepa. Kwa sababu gani? Arrogance yake na pride imefanya katungwa mimba kabla hajaolewa. Shame ambao Biblia inasema. Bwana Yesu apewe sifa.
Where there is pride cometh forth shame. And humility comes with wisdom. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Humility allows people to be receptive to God's teachings. Humility allows people to be receptive to God's teachings and guidance, leading to a deeper understanding of God's will and the world around them. Humility inafanya mchungaji akikufunza neno, unapokea ile neno. Bwana Yesu apewe sifa. Unapokea neno la Mungu, unaanza kupata ufahamu ya kujua kusudi la Bwana na kujua mambo ambazo ziko katika ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. When you are humble, you will be receptive to God's word. When you are humble, you will come to the knowledge and understanding of the perfect will of God. Hautakuwa unafanya vitu kiolela olela. Hata nabii bandia akisimama mbele yako utajua. Bwana sifiwe. Nabii bandia akisimama mbele yako utajua. You will know. When you are humble, obedient, and you receive God's word, utakuwa unaanza kuelewa kusudi ya Bwana. Wale manabii wa uongo wakisimama mbele yako utakuwa unawajua tu. Anahubiri tu, ile mbaya unaweka X, ile mbaya unaweka X, ile mbaya unaweka X. Hata ukiandanga kununua nguo, kuna zenye unachukua unaangalia unaweka kando. Unaangalia hii, hii ni mzuri, unaenda nayo. Bwana Yesu apewe sifa. That is somebody who is obedient, humble, and is always receptive to the word of God. Kuna mtu hata injili hubiriwe aje, haitawahi muingia. Anasema ile injili yule pastor, ile kitu alikuwa anasema ni ya mama Nyambura. Yaani yeye anajitoanga tu kwa vitu. Huyo ni mtu kiburi. Anajua kuchunga. Anasema hiyo si yangu mimi. Hiyo si yangu, hiyo si yangu. Watu wa kiburi, hao ndio wanaendanga kwa ofisi ya pastor. Wanaona wanaambia pasi gota mambo. Ni aje pasi high five. Wewe unaweza enda aje kwa pastor na high five? Pasi high five. Bwana pewe sifa. Humility inakufanya unajua boundaries zako. Hallelujah. You need to know your boundary. Hata kwa pastor huwezi ingia tu na tunguo ingine ya nilisema leo nitawaambia maneno mshtuke. Huwezi enda tu kwa pastor wewe umeenda na tunguo ingine ambayo ni kama material iliisha wakati fundi alikuwa anashona. Humility will teach you a lot of things. Bwana Yesu atukuzwe. Number 2, ziko tu 5. Number 2, deeper relationships. Humility builds deeper relationships. Humility builds deeper relationships. It allows individuals to be more empathetic. Empathetic means unachukua shida ya mwingine ni kama ni yako. Bwana Yesu apewe sifa. That is empathy, not sympathy. Empathy. Unachukua shida ya mtu mwingine unaona ni kama ni shida yako wewe. Understanding and forgiving, which are essential components of strong connections with others. A humble heart is receptive to the needs and perspective of others, leading to greater harmony and trust in relationship. Acts of the Apostles chapter 4 verses 32 to 35. Tuwekewe hiyo andiko tusome. Acts of the Apostles chapter 4 verses 32 to 35. Now, the multitude of those who believed were of one heart and one soul. Neither did anyone say that any of the things he had possessed was his own, but they had all things in common. Next verse. And with great power, the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace
was upon them all. Next verse. Nor was there anyone among them who lacked, for all who are possessors of lands. Sasa sikia. All who are possessors of lands or houses sold them. Kumbe siku za kina Peter, watu waliuza manyumba. Manyumba, watu waliuza. Ndio hii, mimi niliandika Biblia. People sold lands and houses and brought the proceeds of the things that were sold. Next verse. At the feet of the apostles, and laid them at the apostles' feet, and they distributed to each as anyone had need. Hallelujah. That one happens when everybody in church is operating under the spirit of humility. Uoni kitu kama ni yako mwenyewe. Ukiona mwenzako anakosa, unamgawia. Biblia inasema walikuwa pamoja na great grace was upon them. Where God releases grace, there is humility. Bwana Yesu apewe sifa. And great grace was upon them. Now, none of them lacked. Kanisa ya leo, Bwana sifiwe. Kanisa ya leo, Yesu angoje asikuje kwanza. Bwana sifiwe. Wache tutengeneze kanisa kwanza. Kanisa ya leo iko na shida. These people sold lands. They sold houses. Why? The spirit of humility was reigning in their midst. Lakini siku ya leo, mtu atoe tu tithe ya 10,000. Sunday anaangalia zile tithes zinafanyanga nini. Bwana sifiwe. Hizi nimejua mtaki kusikia. Nilipeleka 20,000 kanisani. Kwani umeona ka project imefanyika hapo kidogo, pesa yangu iko pale. Unataka kujua kenye pesa yako inafanya church, inakuhusu nini? Bwana sifiwe. Umeleta kwa miguu ya mitume, umeleta kwa madhabahu. Kitu ikikuja kwa madhabahu, wachana nayo. Asante mam kwa kuniambia kweli. Unaona vile hao wananiangalia. Bwana sifiwe. Wacha ikikuja, wacha pastor atajua kulingana na mwongozo wa Roho Mtakatifu Kenya atafanya nacho. Haleluya. Kama ataita development committee wakae chini waseme basi kuna pesa imeingia, kuna kitu inafaa tufanye. Tufanye ABCD. Wewe wacha kutaka kujua pesa yako inafanya nini. Nilileta viti 5, hebu ziwekwe na pale mbele. Nataka pastor akiongea mate zake inaangukia hizo vitu na ninabarikiwa. Wewe. Hebu pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Wacha nitoke hapo, watu watanichukia. Amen. Hebu hizo vitu zikae na pale mbele kiasi. Ninataka pastor akiomba hata anaziwekelea miguu. Hili nibarikiwe. Wachana nayo, hata ikikaa huko kwa kiti ya Asha, bado unapokea baraka zako. Hallelujah. Number 3. God's humility brings God's favor and blessings. Humility brings God's favor and blessing. God actively shows favor to those who are humble. Humility opens the door to receiving God's blessings, including protection, provision, and guidance. Numbers 12 verses 3. Numbers 12 verses 3. Hebu tuwekewe haraka maana nataka tuombe twende nyumbani. Numbers 12 verses 3. Now, look at this. Now, the man Moses was very humble, more than all men who are on the face of the earth. Sasa nimeiachia hapo, wacha nikuexplainie. Kuna wakati Miriam na Aaron wameongea kinyume na nani? Musa. Kwa sababu gani? Musa alioa msichana Muethiopia Kush hapa. Yaani nikupe hiyo story sasa. Sasa wakaanza kusema, sisi tunaambiwa tusiende tuoe kwa kabila zingine. Kwani yeye ni nani anaenda kuoa kwa kabila ingine?
Msichana wa Ethiopia si Muisraeli, mbona amevuka boda ameenda Afrika? Ukaanza kukua Miriam na Aaron wakaongea wakasema kwani ye Musa ye peke yake ndio Mungu anamuongelesha? Kama labda kuna wengine hapa wanasema kwani ye ni Mungu tu anamuongeleshanga. Shapata watu wakisengenya pasta kwa saloon. Wamama Bwana sifiwe. Haleluya. Wamama oe. Kwani huyo Musa tu ndio Mungu anamuongelesha? Si hata sisi tunaongeleshwa, maana Miriam alikuwa na kipawa ya unabii. Na Aruni alikuwa kuhani mkuu, the high priest. Sasa Mungu alisikia, Pastor Musa akusikia. Mchungaji Musa alikuwa nalala na Miriam na Aaron wanasengenya kwa saloon nje. Kwani yeye ndio nani? Hata sisi Mungu anatuongelesha. Anadhani yeye ndio sasa ametutoa Misri, anajiona ako na nguvu sana. Hata sisi Bwana anatuongelesha. Haruni anasema si hata mimi ni kuhani mkuu, ninaingia katika the holy of holies, ninatoa chetezo, ninaombea wana wa Israeli dhambi zao zinasamehewa. Kwani yeye ndio nani? Mungu anawasikia tu. Harun maliza. Miriam sema yako. Mungu akaendea Musa. Musa, enda chukue Aaron na Miriam mkuje katika hema ya mkutano immediately. Asante pastor. Wakaamka wakaenda. Mungu akawaambia kama kuna mtu, ndio hii andiko imetoka pale, ya kwamba the man Moses was the most humble person on earth those days. Why? Musa alikuwa anatetea wana wa Israeli kwa maombi na kufunga 40 days. Amekana Mungu kwa mlima, anaambia Mungu usiangamize hao watu, maana ni mimi ulinituma niwatoe Misri. Ukiwaangamiza wana wa hizi mataifa zingine watasema kwamba uliwatoa Misri ukakuja kuwaslota kwa desert. Ukitaka kuwamaliza nimalize kwanza ndio uende uwamalize. Sasa Mungu anageuka anasema I've never seen a humble man like Moses who is ready to die for the people. Hallelujah. Na Miriam akapigwa na ukoma, ukoma kwa uso. Aaron akupigwa kwa sababu gani? Alikuwa ametiwa mafuta, alikuwa kuhani mkuu. Mungu apigi mafuta yake. Hata ulie hapa Mungu atachapa pasta, hata mpiga ng'oo. Hawezi. Hati Mungu atapiga huyo pastor. Mungu atampiga sana. Nani? Apige. Haruna aliambiwa mjomba wake akuje ampige kofi, maana Mungu angempiga. Kofi ya Mungu. Kofi ya Mungu wewe unaweza ukaistamili? Huwezi. Na Miriam akatolewa nje 7 days ili aende apone ndiye arudi kwenye kambi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ya kiburi na arrogance. So God protected Moses. Hallelujah. The way God is keeping on protecting his servants. Atuseme nini, atulie uinue miguu juu, God will still protect him. Come rain, come sun, come kiangazi, come baridi, come joto, Mungu atamtetea. Hallelujah. Nyenyekea ili uwepo ambayo Bwana amempea inakushukia na wewe pia inakulinda. Wakati waganga wa town hii wanainuka usiku wakifanya njama zao kinyume na wewe, wakitaka kukuangamiza, pastor anatokezea. Wakitaka kuangamiza watoto wako, pastor anatokezea. Wakijaribu kukuita kwa kioo, pastor anatokezea kwanza. Katika jina la Yesu Kristo. Am I talking to somebody tonight? Receive the grace of humility in the name of Jesus. Number four, inner peace and joy. Humility brings inner peace and joy. Humility brings inner peace and joy. Hallelujah. 1 Timothy chapter 6 verses 6. 1 Timothy 6 verses 6. Now, godliness with contentment is great gain.
Sasa hapa wacha nikanyage watu kidogo. Pastor, niruhusu tu kiasi. Haleluya kanisa. Mikono juu, mikono juu. Godliness with contentment is great gain. When you are humble, you will be contented with what you have. The spirit of greed, pride and arrogance will depart from your life. Mtu mnyenyekevu anatosheleka na kitu ako nacho. Haleluya. Hangangani, hataki kukua kama mwingine. Hata niliona yule mama alikuja na nguo inafika hapa, mimi nitajaribu yangu ifike hapa next Sunday. You are not contented kwa sababu hauna humility. Unataka kufanya vitu kama wengine. Reverend amesema hapa kianza ya kwamba mhubiri yoyote mpokee vile ako, hawezi kuwa kama mhubiri mwingine. Mimi siwezi kuwa kama huyu ndugu. Siwezi nena na lugha kama Reverend. Ako na yake, niko na yangu. Huyu ako na yake. Haleluya. Siwezi abudu kama yule dada alikuwa hapa. Ninaabudu kivyangu. Usikuwe na roho ya kutaka kukua kama mtu mwingine. Taka ukue kama Yesu. Hallelujah. Godliness with contentment is great gain. Paulo anasema for me to live is Christ and to die is gain. Hallelujah. Godliness with contentment. Dada, hata kama hujaenda saloon, wewe unakujanga tu kanisa Sunday, uko tu na matuta umeshika, kuja tu sema tu ni wewe Bwana umeinuliwa, ni wewe Bwana. Imba tu, shukuru tu Bwana. Watu wakiimba hakuna Mungu kama wewe Bwana, ruka tu na hiyo matuta yako. Mtu atengeneze peace. Huko kwetu Nyanza kuna mtindo ingine inaitwa miguna. Wasichana wanaenda kwa saluni wanasema nataka ile style ya miguna. Miguna. So wakienda kwa soko jioni, kila msichana miguna. Be contented with what you have. Kama mshirika fulani ako na gari, nyamaza, ngoja, usiingie kwa loan. Utaanza kuingia kwa loan, sasa uanze kupea watu shida. Oh pastor, gari yangu inakuja kuchukuliwa, nitolee tu hata pesa fulani nilipe wasichukue gari yangu. Wewe nani alikutuma kwa gari? Nani? Unasumbua pastor bwana, achana na pastor. Kaa hivyo vile uko, tafuta uso wa Mungu, nyenyekea, gari yako itakuja. Hallelujah. That is the great gain. Kwa nini tunakimbia tukitafuta vitu? Kwa sababu ya kutonyenyekea, na pride na arrogance inafanya hata Yesu aonekani katika maisha yetu. Tunafanya vitu na kifua. Zekaria alitumwa kwa governor wa Jerusalem, anaitwa Zerubbabel the son of Shealtiel. Akamwambia, Mungu anamuonyesha na anauliza, and what are these? These are the mountains. Go and tell Zerubbabel that every mountain that stands before him will become a plain. For it is not by power nor by might, but by the Spirit of the Lord, says the Lord God Almighty. Hallelujah. Milima yote inasimama, itakuwa tambarare. Haipaswi kutumia kifua. Kwa Mungu hakuna kifua. Hallelujah. Hakuna kifua. Pale watu wanaenda panel beating a mast, utagongwa kata. Unafanya usherati ti, unarudi line ni kuenda, tunasonga. Uchoyo inaondolewa, panel beating ti, mpaka ukue hivi. Hallelujah. Hakuna kifua. Wacha kifua. Hallelujah. Be contented with what you have. For godliness with contentment is great gain. The last one. Humility brings salvation and eternal life.
salvation and eternal life. Humility is key component of believers' relationship with God. It is through humility that individuals can recognize their need for God's grace and mercy and accept His salvation. Humility leads to a genuine repentance and a desire to live in obedience to God's commands, paving the way for eternal life. Last scripture, alafu tunaomba. 2 Chronicles 7:14. Look at this. 2 Chronicles 7:14. Now, angalia screen. If my people, ninapenda hii andiko sana. If my people who are called by my name will, the first word, will humble. It is just humility. Will humble themselves and pray. Kesho tunaongea kuhusu prayer. And pray and seek my face, intimacy with God. And turn from their wicked ways, joining repentance. Hallelujah. Then I will hear from heaven and I will forgive their sins and heal their land. Humility brings genuine repentance and it brings salvation and eternal life. Bwana Yesu apewe sifa. What are you learning tonight as you are going to pray? Bwana Yesu asifiwe. Je, umekuwa katika nyumba ya Mungu na unaona kuna watu wanakuja, mtu anaweza kuja kanisani 1 week na Mungu amemtendea. Na wewe umekaa kanisani 7 years bado unazunguka Jericho. Bwana Yesu asifiwe. What is the problem? Shida ni nini? Hallelujah. Check on your level of humility. Today we are going to pray God. We are going to repent and tell God. We now humble ourselves. Ili Bwana wewe ukaonekane uongezeke ndani ya maisha yetu. Ni unyenyekevu kutokuwa kanisani imefanya watu wana lead a fake life. There are people, Christians, who are living a fake life. Anaishi maisha ni kama amefika na hajafika. Akikuja kanisani ako sawa, akirudi nyumbani ako na majonzi, ako na huzuni, ndoa haiko sawa, mzee amekuwa baraduli kwa nyumba, anakuwa ni kama yeye ni stranger kwake. Kwa sababu gani? Maisha ambayo unaishi sio maisha ambayo inapendeza Mungu. Umejawa na kiburi, unyenyekevu haiko, you are very arrogant to the men of God, you are very arrogant to your neighbors. In fact, wokovu wako haijulikani hapa. Inafaa wokovu wako majirani ndio wajue. Ndio maana Wakristo wengi hawachukwangi ushirika. Maana ushirika ikienda kwake ni kwa ploti, si ndio? Sasa zile tunaimba shangwe haleluya, majirani watakuwa ai, kwani anakuanga ameokoka? Kwani huyu dada anakuanga ameokoka? Bwana Yesu asifiwe. Be humble. Can you rise up on your feet? We want to pray.